Hii inaonyesha dhahiri kwamba Clamvevo kwa sasa hivi anapitia wakati mgumu sana, yaani kiasi kwamba hata familia yake haijui ni nini ambacho anakipitia Clamvevo. Na kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu, tafadhali nisaidie kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video. Kisha subscribe, usisahau kulike. Maoni yako ni muhimu sana. Nafuatilia Big Boss ukiwa wapi? Big Boss Season 2 ukiwa wapi? Kutoka kwa Clamvevo. Bwana, hii ni mojawapo ya movie ambayo inatufunza uhalisia wa maisha ambao upo, yani kwa watu ambao wanahitaji mali za shortcut, basi hakikisha unaifuatilia Big Boss ujue nini hatima ya mali za shortcut. Sasa tunaona kwamba kikundi cha Clamvevo ambacho ni kikundi ambacho kinajihusishwa na masuala ya Freemason, basi walikuwa na wanachama mpya ambaye walikuwa wanamvika masharti ama walikuwa wanamvika wanachama ili na yeye aanze ukitumikia chama kama wao wanavyotumikia chama. Bwana, mimi nikwambie tu kitu kimoja, kupata pesa ni rahisi sana endapo ukiwa na nia ya kuzipata, ila utayaweza masharti ambayo utapewa. Kwa maana unaweza ukapata pesa ndio, lakini usiwe na furaha kama vile ambavyo ulikuwa unategemea kwamba by the way ukipata pesa basi unakuwa na furaha. Kuna wakati inafikia unaambiwa kwamba hamna kuwasaidia wazazi wako, wewe ukipata pesa ni kuenjoy na wanawake, starehe za hapa na pale, lakini pesa yako mzazi wako yoyote hawezi kuitumia. Mzazi wako yoyote wala ndugu yako kiujumla hawezi wakaitumia pesa zako. Kwa hiyo hapo furaha itakuwa iko wapi sasa? Utakuwa na pesa lakini utakuwa una furaha. Yaani utakuwa na majumba, utakuwa na magari, lakini mama yako atakuwa anapitia wakati mgumu sana. Sasa hichi ni kitu ambacho tayari tunakiona kinamtokea Clamvevo ama kimemkuta tayari, kwa maana mama yake ama wazazi wake kiujumla wanaamini kwamba Clamvevo ana pesa. Kwa nini hamsaidii mama yake? Inafikia hatua mama yake anaishi maisha ya kudhihakiwa na watu wengine, kwa kuwa wanaamini kwamba mtoto wake ana pesa lakini hamsaidii. Huyu atakuwa na shida gani sasa? Sasa tunaona mwanachama baada ya kusajiliwa na yeye anashangaa kwa kusema kwamba nilikuwa nashangaa sana, mbona nyinyi mnapata pesa kirahisi rahisi hivi? Kumbe mlikuwa mna upande wa pili bwana. Jamaa naambiwa kwamba ndio hivyo. Unafikiri hata wewe ulivyojiunga utakwenda kumwambia mtu kwamba pesa zako unazipata kwa njia gani? Itabaki kuwa siri yako tu. Basi upande wa pili huku tunamuona Pachamondi akiwa amemfuata kiongozi wao ambaye ni Bailam. Basi akawa anamwambia kwamba kuna mtu hapa simuelewi kabisa, yaani anaweka mambo yangu ya siri hadharani, anakwenda kuyazungumzia kwenye media. Basi hichi ni kitu ambacho mimi sikitaki kabisa kiongozi, ila ndio hivyo tu, sitaki kabisa. Na vipi kuhusiana na mpango wangu wa kwenda Marekani? Nataka niwe mtu mkubwa sana. Basi kiongozi anamwambia kwamba usijali, kwa maana hapa kwetu hamna kitu ambacho kitashindikana, kila kitu kinahitaji muda wake. Basi Pachamondi anaambiwa kwamba usiwaze kwa hichi ambacho unakitaka siku zote, na ni ndoto yako kubwa sana kwa muda mrefu ulikuwa ukipambania. Kwa hiyo by the way, kuwa na imani kwamba kuna siku utaitimiza hiyo ndoto yako ambayo unahitaji. Basi tunatoka pale. Baada ya kutoka hapo tunakuja upande wa pili sasa, moja kwa moja hadi kijijini kwa mama yake na Clam. Basi leo hii tunamuona mama yake na Clam akiwa na mtoto wake ambaye ni Zumba. Basi Zumba akawa anamwambia mama yake hivi, unakielewa hichi kinachoendelea kweli? Kwa nini mtoto wako Clam ana pesa, ana majumba, magari huko mjini, lakini wewe unaishi maisha ya taabu kama hivi? Mimi naamini kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Basi tutakuwa tunaendelea kumlaumu kwamba Clam hakusaidii, lakini kuna kitu nyuma ya pazia, wenda na sisi hatujui ni nini ambacho kinaendelea.
mimi nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Ujue siku hizi watu wengi wanaazima magari, nguo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Clam anapitia maisha magumu sana huko aliko, lakini sisi tukiwa tunaamini kwamba ana pesa. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nakuomba, twende mjini tuweze kufuatilia ama kujua ni nini, maisha gani ambayo Clamvevo anayaishi, kwa maana sio kawaida. Mbona kama unasema hakupendi, mbona alipopata taarifa za kifo chako alikuja tena akawa anaonekana ni mtu ambaye ameguswa sana na hili tukio ambalo limetokea? Unaweza ukaamini kwamba Clam alikuwa anaonekana kwamba ni mtu ambaye ana uchungu sana, yaani kiasi kwamba anakupenda sana. Kwa hiyo mimi siwezi nikaelewa maneno tu kwa kuongea hivi, inabidi twende mjini tukajue ni nini ambacho kinamsibu Clam. Huenda ni mtu ambaye hayuko sawa. Sisi wenyewe huko vijijini tutakuwa tunaona kwamba anapitia wakati mzuri, kumbe mwenzetu ana maisha magumu sana huko mjini. Basi mimi nakuomba twende mjini. Basi Zumba pamoja na mama yake wanakubaliana kwenda mjini kuweza kujua ni nini ambacho Clamvevo anakipitia, ama ni maisha gani ambayo anayapitia, kwa maana kama ana maisha mazuri hawezi akaacha kumsaidia mama yake, kwa maana kama ampendi mama yake, mbona alipopata taarifa za msiba kwamba mama yake amekufa alikuja tena akawa anaonekana kwamba ni mtu ambaye ameguswa sana na hichi kitu ambacho kimetokea. Kwa hiyo mimi nakuomba mama, twende mjini tukaangalie, tukaone ni maisha gani ambayo Clam anaishi. Basi Zumba pamoja na mama yake Clam wakakubaliana moja kwa moja kwenda mjini kuyaangalia ni maisha gani ambayo Clam anayaishi huko mjini, yani inapelekea hatua kwamba hawezi hata kumsaidia mama yake hali ya kuwa ana pesa, ana nyumba, ana magari. Basi wao kama wao hawaamini, wanaamini kwamba wenda kuna sababu, labda hivyo vitu vyote atakuwa anaazima sio vyake. Twende sisi wenyewe tukashuhudie, tukaamini kwamba nini kinaendelea. Basi Zumba pamoja na mama yake na Clam wanakubaliana kwenda mjini kuweza kuangalia maisha ya Clam ambayo anayapitia. Basi upande wa pili sasa tunakuja moja kwa moja mpaka kwa Clam. Basi Clam alikuwa anaonekana kwamba ni mtu ambaye ana mawazo, anapitia wakati mgumu sana, yaani inafikia hatua sasa anataka kuondoa maisha yake, kwa maana anaona kwamba kuendelea kuishi kwa upande wake sio kitu kizuri. Kwa nini ana pesa lakini anashindwa kumsaidia mama yake, wakati huo mama yake anaishi maisha ya taabu, ya shida huko kijijini? Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho yeye anaona kabisa kwamba akifai, inabidi afanye maamuzi hata ya kujiondoa duniani, akiwa anaamini kwamba basi huko aendako basi ndiko atapata furaha, pasipo kuendelea kuishi hapa duniani akiwa anaendelea kumuumiza mama yake. Bwana, hicho ni kitu ambacho anaona hakiwezekani kabisa. Basi muda ule wakati Clam anataka kufanya maamuzi hayo ya kuweza kujiondoa, basi muda si mrefu tunaona upande wa pili Zumba pamoja na mama yake Clam tayari wamefika mjini. Basi wanagonga king'ola. Clam anasikia, anasitisha ile zoezi ambalo alikuwa anataka kulifanya. Basi kitu cha kushangaza na kitu cha kustajabisha, Clam baada ya kufungua mlango anamkuta ni mama yake na ndugu yake Zumba. Kitu ambacho kinamshangaza sana, na wakati huo ana machozi, anabwabwajika machozi, yani kiasi kwamba ni mtu ambaye anapitia maumivu makali sana. Sasa swali linakuja ni je, kwamba Clam ataweza kuwapokea mama yake pamoja na ndugu zake au atawafukuza? Na akiwafukuza, kwa maana sio yeye, ni masharti, ndio hivyo anavyosema, kwa maana akienda kinyume na masharti basi yeye litaweza likamkuta jambo baya ambalo huenda litapelekea uhai wake kuweza kupotezwa, kwa maana ni masharti ambayo tayari ameshakula kiapo, inabidi ayafuate hayo masharti. Basi bwana, sijajua kwamba hapa atawafukuza ama atawakaribisha
ama ndio nini ambacho kitaendelea, lakini yote kwa yote tutayafahamu kwenye episode inayofuatia. Kikubwa na pointi ya msingi, hakikisha una subscribe. Pia nitoe angalizo kwa wewe ambaye unatazama video hii. Video hii ni maalum kwa ajili ya review na promotion. Sunshine.